Oyuga. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumekuwa na crusade ya wiki mbili ambazo zimeisha jana, na tulikuwa na wageni ambao tuko na wao hapa mbele. Tulikuwa na mtumishi wa Mungu ambaye ni ndugu yetu Buruki, Isaya Buruki, naye atatuletea hadithi za watoto, hadithi ya watoto. Karibu. Praise God church. Bwana asifiwe. Hebu tusalimiane kila aliye na nguvu. Mungu wa mbinguni awabariki. Karibuni katika ibada ya leo. Alikuwa anatuendesha katika kipindi kile cha afya na familia. Asante. Kutoka pale hiyo tulikuwa na yule alikuwa anatuendesha katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia, ndugu wetu Collins Saitoti. Nasalimia kabisa. Happy Sabbath, happy day. Tunashukuru wale ambao walipata nafasi ya kuja. Mungu awabariki. Kazi ni ngumu, lakini tuliwezeshwa, na kwa maombi yenu pia tuliweza. Na tunataka watu wengi wakuwe wahubiri kwanza hapa Ulungu, kwa sababu wengine tunatoka tunaenda sehemu zingine. Tunataka wahubiri wengi waamke na wafanye kazi. Bwana wabariki. Asante. Pia sitamsahau, tulikuwa na ndugu chao so much. Najua tukiingia katika kazi kuna matatizo huja, kwa hivyo tulikuwa na spare. Spare chao so much. Alikuwa spare hapo, kama kuna mtu atalemewa anaingia hapo katikati. Tusalimie kanisa. Kwa hivyo tukiharibika, kuna wale walikuwa wanatengeneza hapo. Tulikuwa na Koyuga, tulikuwa na wasomi kama ndugu wetu anaitwa ni Zedekia, tusalimie kanisa. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Na wengine siwaoni. Ulikuwa unahusika sana pia. Salimiana. Ni wewe, salimiana. Asante. Tunashukuru vile ambavyo mnasikia tukija katika crusade, we gain experience. Na wakati watu wanaitwa tunaenda kwa crusade, watu wanafikirianga ni watu waija. Hata sisi tunahitajika, maana tunasoma mambo mengi katika crusade hizo. Na hapo ndio sasa Mungu anatufunulia mambo mengi na tunapata nguvu za kiroho. Bwana wabariki wote ambao wamehusika na kuja pia kusikiza na kupeana support yote, kwa kubeba mitambo, kwa kuhudhuria pale, mmetupatia nguvu, na pia kanisa kwa kuhusika kwa njia moja ama nyingine. Mungu awabariki sana. Kwa majina naitwa Mtumishi Tom, mmoja katika shamba la Bwana. Leo tumebarikiwa, tuko na mchungaji wetu katikati mwetu. Tutakuwa naye tangu kuanzia sasa mpaka jioni. Kwa hivyo tunawaalika kabisa, jioni itakuwa mambo moto pia. Naomba pastor wasalimie tu hewani na mna hii. Ako na wakati mwingi wa kuweza kuongea pamoja nasi. Kwa majina anaitwa Kenneth Baraza. Muweze kuwa na utulivu na Bwana aweze kuwabariki. Tufungue Biblia zetu kila mmoja. Tuandike kwenye kitabu cha Revelation 14:6. Kitabu cha Ufunuo 14:6. Nitasoma. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa, kabila, lugha na jamaa. Tarudia. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa, kabila, lugha na jamaa. Koresta atatuongoza na nyimbo za Kristo, nambari 35. Tusimame na nyimbo nambari 35.
kuongezwa makosa. Tuweze kusimama sisi wote watoto, tusimame tunapoimba, tunasimama. Watoto tusimame, tunasema msimame, unless wewe ni mgonjwa ndio uweze kukaa. Wakati huu tunaenda kutukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Song number 3-5. Nimekombolewa na Yesu, na sasa kombolewa. Nimekombolewa na Yesu, na sasa nimefurahi. Mabei ya mauti yake, mimi ni mtoto wake. Kombolewa na damu ya Yesu. Kombolewa, mimi mwana wake kweli. Kukombolewa na furahi, kupita lugha kutamka, kulionyesha pendo lake. Mimi ni mtoto wake. Kombolewa na damu. Kombolewa, mimi mwana wake kweli. Nitamwona mfalme wangu katika uzuri wake, ambaye najifurahisha katika torati yake. Kombolewa na damu. Kombolewa, mimi mwana wake kweli. Najua taji imewekwa mbinguni tayari kwangu. Muda kitambo atakuja ili aliponiwepo. Kombolewa na damu ya Yesu. Kombolewa, mimi mwana wake kweli. Asante sana. Baada ya huo wimbo, naomba kila mmoja angalie mahali napiga magoti ili tuweze kuomba. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunaliinua na kulitukuza jina lako mchana huu wa kipekee, siku takatifu, ukombozi wa ajabu. Asante kwa sababu ya ulinzi ambao ni ulinzi mkuu kwa kila mmoja wetu. Pokea sifa na shukrani Bwana, ukiwa kwenye kiti chako cha enzi, kwa sababu shukrani zetu ni nyingi, hatuwezi tukazihesabu, ni nyingi. Tukiangalia vile ambavyo Bwana umetulinda tangu Januari mwaka ulipokuwa unaanza
na hivi sasa tumesalia siku chache tuweze kukamilisha na kumaliza mwaka wa 2025. Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, Mungu mwenye nguvu na uwezo, umetushindia vita vingi, umetusaidia tulipokuwa na matatizo, na ndiyo maana tunainamisha miguu yetu chini tukitamka ndani ya mioyo yetu ya kwamba wewe ni Ebeneza, Jehova Jireh, Mungu usiyeweza kushindwa. Asante kwa sababu ya kuwalinda watoto wetu walipokuwa kule Nakuru kwa juma nzima, ukawapatia ulinzi walipokuwa wanalala katika mazingira wakati mwingine hayakuwa mazuri, lakini hatukupata jambo lolote lililo libaya kwa ajili ya watoto wetu. Jina lako litukuzwe Jehova. Asante kwa walimu waliokuwa wanahudumia watoto wetu. Asante kwa safari nzuri na njema ambao uliwapatia mpaka wakarudi salama. Muumbaji mfalme, katika kanisa hili ninawaweka wamama na wazee na watoto na vijana mikononi mwako. Kila mtu unaelewa mzigo ulio ndani ya mioyo yetu. Baba, tunaomba ukatusaidie kubeba, kwa sababu umesema tukuletee mizigo inayotusumbua. Mnenaji, mchungaji atakaposimama na kumega mkate siku ya leo, Baba, ninamweka mikononi mwako. Atakaposimama, tunaomba mbingu ikashuke iwe pamoja nasi, ili yote atakayoyanena yaweze kutusaidia na kusaidia mioyo yetu. Tusaidie Baba kunyenyekea chini yako na wewe upate kuinuliwa. Tunaomba msamaha wa dhambi. Ikiwa kuna mtu miongoni mwetu ana dhambi, hata dhambi ya siri, anaweza pata mkutano wetu usibarikiwe. Mungu, tunaomba dhambi hizo ukasiondoe kwa ajili ya wachache walio watakatifu katika mkutano huu. Tunaombea watoto wetu, tunaombea wamama na kila mtu ambaye amewakilishwa katika kanisa hili siku ya leo. Hebu baraka hii ikamfikie mahali popote alipo. Katika jina takatifu la Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Mungu na furaha. Ni wakati mwingine mzuri ya kutolea Mungu wetu saka na sadaka. Msomaji, kitabu ni 2 Corinthians, utasoma kutoka verse 1 hadi 3. 2 Corinthians 8 verses 1 to 3. Wakorintho wa pili 8:1 mpaka 3. Inasema, tena ndugu zetu, tuarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Mstari wa 2, maana walipokuwa wakijadiliwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliowaongezea utajiri wa ukarimu wao. 3, maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe waliotoa vitu vyao. Asante sana msomaji. Nafikiri kila mmoja akona Biblia atajisomea peke yake. Hao wenzetu wa Makedonia, umesikia hapo vile walikuwa wameteseka sana, tena walikuwa wanapitia dhiki mingi, na walikuwa wanatoa kulingana na vile walikuwa wanatoa kukarimu. So sisi ni kama hawa. Wakati nitaita masemasi wakija kutoa ni kusanya, in the meantime nafikiri Pathfinders walete wimbo moja. Karibuni.
Walimu kwenda wapi? Invest in service, the legacy of Samuel. Hiyo ilikuwa theme ya mwaka huu ya Kamporia. Tutaendelea kuimba song number 122. Yote namtolea Yesu, moyo wangu ni wake, ninavutwa na upendo, kwa hivyo najitoa. Yote kwa Yesu,
mmoja amepitisha na angependa kutolea Mungu wake? Hakuna. Nambari ya simu kama kuna mwenye angependa kusema na paybill iko hapo kwa ukuta, nafikiri ni 933-515. Paybill 247247, account number 933-515. Na tuombe. Asante sana Mwenyezi Mungu, tumekuja mbele zako leo asubuhi ya leo. Watu wako wametolea kulingana na vile umewabariki Jehova. Fedha na dhahabu zote ni mali zako Jehova. Uzidi kuwabariki, uzidi kutubariki wote. Kama kuna mmoja angependa kutolea siku ya leo na hajapata nafasi Jehova, tunamkabidhi mkononi mwako ili siku nyingine umbariki, umjalie Jehova. Tukumbuke sisi wote hadi majirani, tunawakabidhi mkononi mwako katika jina la Yesu tunaomba. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Kule mimi nataka kusikia sauti. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. praise God, Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Na wasalimu amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wako na furaha ukweli kabisa. Nione kwa asante sana. Tunaingia kwa mafundisho ya watoto, na kabla ya kuingia kwa fundisho ya dakika kama 3, nina rafiki yangu hapa nimeulizia taituti pale jina yake akumbuki, nataka atusalimie na atuombee ili tuingie kwa hadithi ya watoto. Ndugu yangu ni wewe. Salimie na useme jina na utuombee. Happy Sabbath. Kwa jina ni Benson Odongo. Na tuombe. Ni asante sana Mwenyezi Mungu. Tunakushukuru Jehova kwa ulinzi mwema tangu tuzaliwe hadi leo. Tunataka kuenda kwa mafunzo ya watoto, utuelekeze Mungu jinsi ya uwezo wako kwa wale tunaamini kwa jina la Yesu. Amen. Asante sana Odongo. Mungu akubariki kwa sababu ya hiyo. Watoto halo. Familia halo. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru sana kwa sababu pia ya huo wimbo kwa familia wametuletea. Umetufanya tukafeel the presence of the heaven ikiwa pamoja nasi. Sasa watoto wanataka niwapatie hadithi yenye mafundisho. Watoto hadithi njoo yenye mafundisho. Semeni hadithi njoo yenye mafundisho. Hadithi. Asante sana. Hadithi yenye nini? Mafundisho. Najaribu sana nichukue hadithi hii kwa kila mmoja wetu kwa sababu itakuwa na mafundisho pale mbele. Pale zamani sana kulikuwa na baba mmoja. Kulikuwa na nani? Baba mmoja. Na huyu baba alikuwa na kijana wake wa miaka 6. Miaka ngapi? 6. Very good. Huyo baba alikuwa na kijana wa miaka 6. Wapi vijana wa miaka 6 hapa nione? Nani anajua miaka yake hapa? Naona miaka 6. Wapi girls wale wasichana wako na miaka 6? Kuna yeye hapa? Hawa wanaonekana wamepita hiyo. Sasa huyu baba na kijana yake, huyu kijana alikuwa anaitwa Jacob. Alikuwa anaitwa nani? Jacob. Sasa Jacob alikuwa kijana mzuri na alikuwa rafiki sana wa baba yake. Walikuwa kila mahali wanatembea na baba yake. Halo?
Ni wakati tunatembea na baba zetu hapa. Nione. Wazee kuna tembea na hawa watu. Wakati hao wanatembea ndio? Very good. Kwa hivyo Jacob alikuwa rafiki sana na baba yake. Na kila mahali baba yake akitembea, walikuwa wanafanya nini? Wanatembea wote wawili. Na wazee vizuri, wakati mwingine tunatembea na watoto wetu, wanajifundisha mambo kupitia kwetu. Sasa siku moja wakasafiri mahali ambapo walikuwa wanatumia boat. Unajua boat? Walikuwa wanatumia nini? Kwa kusafiri kwenda ng'ambo ile nyingine. Na walipokuwa wanasafiri, baba ndiye alikuwa ni zile boat za zamani. Tuko pamoja watoto? Unajua tutauliza maswali, nataka kumakinike hapa sana. Sasa boat ni zile za zamani. Zamani boat ilikuwa inapigwa na kitu inakaa kama mwiko. Sasa ile mzee anaendeza, anajaribu kufanya nini? Kukoroga maji ili nini? Waves siondoke, waendelee kupita. Lakini walipokuwa wanasafiri, ikafika mahali ile boat ikafanya nini? Ikaharibika. Tuko pamoja? Boat ikafanya nini? Ikaharibika. Baba akang'ang'ana kuitengeneza ili waendelee na safari, lakini hadithi inasema hakuweza kuitengeneza. Ikawa ni kufanya nini? Ni kuondoka kwa boat na kujaribu kupiga maji na nini? Na miguu. Walifanya mlifundishwa kuogelea. Mlifundishwa, si ndio? Kijana walikiwa sasa, hii hadithi inaeleweka. Kwa hivyo yule kijana alikuwa amefundishwa kuogelea. Baba akapiga maji, kijana akapiga maji, lakini ikafika mahali yule mtoto, sababu ni mdogo, akachoka. Akafanya nini? Na tumesema mtoto anaitwa nani? Jacob. Yeye akachoka, akashindwa kupiga maji. Si mlifundishwa kuogelea, ndio sio kazi hizi kweli? Sasa baba akajaribu, akaona kitu atafanya tu ni akimbie, apige maji ili aende achukue boti nyingine, akuje amuokoe nani? Jacob. Tuko pamoja? Sasa yeye mzee akaambia Jacob hivi, sababu wewe umechoka na hutaweza kupiga maji, na nikisema nikuvute tutazidi ndani ya maji, nitakufundisha venye utakaa mpaka niende nini? Nikuje nikuchukue. Bwana Yesu asifiwe. Praise God kanisa. Na mimi tunasikiza hii hadithi. Sasa unajua tumepewa na mchungaji wimbo unasema nimekombolewa na nani? Na Yesu. Sasa Jacob baba akamwambia Jacob, nataka wewe ukae straight. Unyoshe mikono yako namna hii. Unyoshe miguu yako namna hii. Na usijaribu kukunja mikono namna hii ama miguu, kwa sababu ukiachilia kidogo utazidi, na nikikuja sitaweza kufanya nini? Sitaweza kukuokoa, sababu utakuwa umeingia na umekuliwa na mamba na wale wanyama wanaishi majini. Sasa akamwambia utang'ang'ana, na ukumbuka ilikuwa usiku. Tuko pamoja? Ilikuwa nini? Usiku wa manane. Hakuna watu wengine walikuwa wanafanya biashara ndani ya bahari. Sasa yeye huyu Jacob alikuwa anaamini kabisa baba yake hawezi akamwambia atakuja kumuokoa, na akataka kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na by the way, ni nani anaweza ambia mtoto wake hivyo na aende na akatae kurudi? Hata kama ni wewe, unaweza fanya hivyo? Venye tunapenda watoto wetu hivi Josiah. Sasa baba na mtoto Jacob alikuwa anajua baba atafanya nini? Hata kama ni nini baba atakuja. Mtoto akajishikilia namna hii, na ujue usiku kuna wadudu sana wanatembea baharini. Kuna nini? Kuna umbu. Si kweli? Umbu akiingia kwa macho ya Jacob anasema hata ukiingia mimi sifanyi nini? Siachili. Baba anakuja kuniokoa. Vitu singine sikikuja, hata akiuma kwa miguu, yeye anashikilia tu, akashikilia tu. Baba akapiga maji, akaenda na akarudi, akapata Jacob hivyo, na akafanya nini? Na akamuokoa, na akarudi nyumbani salama. Bwana Yesu asifiwe. Praise God church. Unajua Yesu alipoenda mbinguni alituambia nitaenda na nitarudi niwachukue, ili mahali nilipo na nyinyi mfanye nini? Na akasema mvumilie. Bwana Yesu asifiwe. Mfanye nini? Kwa hivyo ndugu na dada pamoja na watoto, tuvumilie yote. Yesu atakuja na atatupeleka wapi?
na kila mmoja wetu ataweza kuokolewa. Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya fundisho hili la dakika chache. Naamini ya kwamba limegusa mioyo ya watoto, limegusa hata mioyo yetu sisi watu wazima. Jehova, pia asante kwa sababu ya hiyo ahadi ya kwamba siku moja utakuja na hakuna permanent situation katika dunia. Hata matatizo tulio nayo siku moja yatakwisha pamoja na matatizo ya dunia. Tuongoze, utulinde. Mchungaji atakaposimama kuyaweka haya maneno nguvu, naomba yakapate nafasi katika mioyo yetu. Na vile tulikuja, turudi nyumbani kama tumebadilika, tukiwa na nguvu ya kipekee, tukiwa na mawazo yenye amani mioyoni mwetu. Katika jina la Kristo tunaomba na kuamini. Watoto mmependa nini? Mungu aweze kuwabariki. Church choir, karibu.
nyenyekea mbele zako siku zote kwa sababu ya ibada hii na hasa kwa ujumbe ambao umeweka moyoni mwangu kwa ajili ya wana wako. Kila mara ninahisi udhaifu wangu, unyonge wangu, upungufu wangu katika kutaja mambo na maswala ambayo malaika wako wangekuwa ni weledi mno katika kuyaeleza, lakini umechagua kwa mwanadamu aweze kushiriki katika kazi hii ili kwa namna hiyo pia na huyo mwanadamu aweze kuokolewa. Kwa hivyo natambua wito huo, napokuwa nikifumua mdomo na kueleza yale ambayo yaweka moyoni mwangu kwa ajili ya hawa watu ambao kila mmoja wao walimtuma mwana wako kwa ajili ya kumwokoa. Naomba ya kwamba lugha yangu iweze kueleweka na ujumbe huu uweze kushamiri ndani ya kila moyo wa kila mmoja, wakubwa kwa wadogo, wake kwa waume. Popote ambapo ujumbe huu utapelekwa kwa namna ya tovuti ambayo mtumishi wako anaelekea kunakili, iweze kuwafikia wote watakaosikia kwa namna ya baraka. Na kushukuru na kulitukuza jina lako ni katika jina la Yesu, na wote tuseme amen. Swala nyeti ambalo limekuwa likiibuka nifuata tu na mayaka wakati huu mwaka 25 katika dunia nzima, kana dunia nzima, ni iwapo kweli tutaendelea kuwa na uhuru wa ibada. Wanisikiliza? Uhuru wa nini? Wa ibada. Uhuru wa kujumuika jinsi tulivyo katika kanisa yetu. Uhuru wa kutathmini na kueleza Biblia hii pasi na dosari lolote katika ujumbe wake. Uhuru wa kuweza kueleza injili ya Yesu Kristo. Tumefika nyakati na kipindi katika historia ambapo uhuru huo unaendelea ukiondolewa. Kumetokea nguvu nyingi tu katika ulimwengu wa giza ambao unaendelea kuondoa uhuru ambao umetupa nafasi kisheria katika nchi zote za ulimwengu. Nchi nyingi ulimwenguni katika katiba zao zina vipengele ya kwamba tuweze kuja mbele za Mungu na kufanya mapenzi, kuabudu. Kuna uhuru wa kujumuika pamoja kama kanisa, uhuru wa kusoma Biblia, uhuru wa wewe na mimi kutafsiri Biblia, ya kwamba dhamira yako ina mashiko ya sauti ya nani? Ya Mungu. Your conscience is captive to the claims of the gospel of Jesus Christ. Ya kwamba wewe waweza kumwabudu Mungu kupitia kwa nini mapenzi kwa dhamira yako. Uhuru huo unaendelea ukiondolewa. Mwaka huu tu, wiki hili tu, na mchana wa leo nitaeleza jambo hilo kwa kindani. Wiki hili tu, wahudumu wa kisabato ambao wamekuwa wakipeleka ujumbe wa injili kwa kupitia mitandao wamefungiwa nafasi zao za kuhubiri. Kumaanisha ya kwamba watu wa YouTube wameanza kukata nafasi za kufanya mapenzi ya kuhubiri. Kumaanisha ya kwamba kuna mtu nyuma ya pasia ambaye anasema wasabato na ujumbe wao unaitwa hate speech. Nikisema hate speech unanielewa? Nikisema hate speech unanielewa? Na kwamba ni jumbe ambazo zinachochea watu, jumbe ambazo hazikubaliki. Kumaanisha ya kwamba baadhi ya jumbe zetu ambazo tunahubiri hivi karibuni hatutakuwa na uhuru wa mapenzi wa kuhubiri. Kumaanisha kwamba hivi karibuni pamoja na kuwa tutakuwa na uhuru wa kuhubiri jumbe hizo, pia hatutakuwa na uhuru wa sabato, sikiliza, ya kuja makanisani na kufanya mapenzi kumwabudu Mungu. Hivi karibuni huku mbele tutakopenda, huenda hautakuwa na nafasi ya kusoma hii Biblia ambayo wewe umeichukulia kama mzaha kwa miaka 250.
Tangu mwaka 1798 wakati kulikuwa na vurugu katika nchi ya Ufaransa, baada ya pale dunia nzima kukawa na uhuru. Huu ulikuwa ni uhuru wa kisiasa, haukuwa uhuru wa kutoka wapi? Mbinguni, ambao ruhusu kila nchi, kila mtu kuwa na nafasi ya kufanya mapenzi ya kuabudu. Uhuru huo uliruhusu kila mtu awe na nafasi ya kusoma Biblia. Kwa misingi ya uhuru huo, tulikuwa na nafasi ya kueleza Injili ya Yesu Kristo. Kwa uhuru huo, tulikuwa na nafasi ya kufanya utume, mission. Wiki hili hapa, ndugu, mmekuwa mkihubiri nini? Injili. Ni kwa sababu katika katiba yetu, katiba ambayo imejengwa katika Commonwealth Constitution, tamaduni za jumuiya ya Commonwealth, nchi zote ambazo zilitawaliwa na Waingereza zinaitwa Commonwealth Nations. Hizi nchi zote katika katiba yao kuna vipengee ambavyo vinaruhusu ibada ya mapenzi ya kila mtu, ya kwamba wewe na mimi tuna haki ya kimbingu ya kumwabudu na mapenzi Mungu. Lakini mwaka wa 2025 tunaona nguvu zikiendelea kushamiri, zimesheheni nguvu nyingi ambazo zinaondoa nafasi ya kumwabudu Mungu, nguvu ambazo zinaunganisha siasa na dini, nguvu ambazo zinaunganisha kanisa na serikali. Jamani, mnanisikia vizuri jinsi nakwenda? Nguvu ambazo zinaunganisha nini? Siasa na nini? Na dini. Nguvu ambazo zinaunganisha kanisa na nini? Mapenzi na serikali. Siku zote inasema, sikiliza vizuri, siku zote siasa na dini kuelewa, na wakati mwingine zinakuwa katika barabara moja. Narudia usemi huo, siku zote siasa na dini kuelekea mkondo mmoja. Ndio inaweza kuwa mkondo mmoja, lakini kila mtu na barabara yake. Lakini wakati mwingine siasa na dini huwa katika barabara moja, na siku zote siasa na dini vikiwa katika barabara moja, vikielekea mkondo mmoja, kutokea mateso. Nimesema nini? Siku zote dini na siasa zikiwa katika barabara moja na kuelekea mkondo mmoja, siku zote kutatokea nini? Mapenzi, mateso. Vema kuwakumbusha ya kwamba mateso yamekuwa ni sehemu katika historia ya kanisa la Kikristo kwa muda mrefu, tangu Yesu mwenyewe alipokuwa hapa duniani. Yeye mwenyewe alishiriki katika mapenzi, mateso. Mmoja wa watu wake, wanafunzi wake, mmoja wa wanafunzi wake alishiriki katika kumsaliti, au sio? Na kifo chake msalabani kilikuwa ni kilele cha mapenzi, cha mateso aliyoshiriki kwa siku 3. Shetani alimtafuta Yesu tangu kuzaliwa kwake hadi kufariki kwake. Yesu alikimbilia hapa kaskazini mwa Afrika na mamake na babake, kwa sababu shetani alipanga Herode ashiriki katika kuangamiza watoto wote, kwa sababu Herode alikuwa anamtafuta nani? Yesu. Mungu akaagiza malaika kueleza Yusufu na Maria kimbilia wapi? Misri. Na tangu wakati huo Yesu popote alipopita, aliporudi nyumbani akiwa mzima, akianza huduma yake, alifuatwa na shetani kila mahali. Yesu mwenyewe alisema kwamba nimewaacha duniani, lakini mateso mtaweza mtashiriki. Wanafunzi wake wote 12, hakuna hata mmoja ambaye alinusurika na mapenzi na mateso. Kwa nini? Kwa sababu dini ya
wakati huo ilikuwa pia ni serikali ya Uyahudi. Siku zote dini na serikali vikiingia kitanda kimoja na kwenda barabara moja, nimesema nini utatokea? Mateso. Baada ya dini ya Uyahudi kuwadhulumu na kuangamiza wanafunzi wa Yesu hadi mwaka 48 AD, alitokea kiongozi mmoja aliyeitwa Nero. Nero ndiye aliyemuua Petro. Nero ndiye aliyemuua Paulo mwaka wa 67 68 pale Roma. Wanafunzi wa Yesu wote wakianzia Stefano, nakumbuka Stefano mwaka ngapi? 30 AD. Waliangamizwa kwa njia gani? Na mapenzi ya mateso. Wanafunzi wote pamoja na Yakobo nduguye Yesu mwaka 44 AD waliangamizwa na dini ya mapenzi ya Uyahudi. Sikiliza, dini ya Uyahudi iliendelea na mfululizo mateso hadi mwaka 48. Kutoka mwaka 48 kuendelea mpaka mwaka 312 ilikuwa ni himaya ya taifa la Roma. Ndilo lililoangamiza nani? Wanafunzi wa kanisa la Yesu. Sikiliza, Yohana mwandishi wa kitabu cha Ufunuo, yeye aliisha, alikuwa ni mdogo wakati wa Yesu, na mwaka 95-96 alikuwa katika kisiwa cha Patmos kwa sababu ya mateso, na pale ndipo alipata ujumbe wa kitabu cha mapenzi cha Ufunuo. Ni kwa sababu ya mateso ndiposa alijipata katika kisiwa. Kitabu kizima cha Ufunuo ni unabii, ni barua na pia ni ufunuo. Narudia tena, kitabu cha Ufunuo ni nini? Ni unabii, ni barua na pia ni mapenzi, ni ufunuo. It is an epistle. It is a letter, an apocalypse, and it's also a revelation. Kitabu hiki kutujuza katika Ufunuo 14 mstari wa 6. Najua hiyo mnaogopa sana, msiweza kukariri tu. Hebu sio kukariri. Ufunuo 14 mstari wa 6. Nani hana Biblia? Hebu sio kukariri. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu na nchi akiwa na injili ya milele. Wengine naitaje? Injili ya milele, akiwahubiri kila taifa, lugha, jamaa na watu. Wewe mstari wa 6. Mstari wa 7 uzungumzia kwamba akisema mcheni Mungu. Nina haja na mstari wa 6. Nina haja mchana wa leo na usemi ya kwamba malaika alibeba nini mapenzi? Injili aina gani? Ya milele. Injili ya milele tofauti gani na injili? Hilo jambo tutakabilitathmini mchana huu. Nini maana ya kusema injili ya milele? Kwa lugha ya Kiingereza everlasting gospel. Kwa lugha ya Kijaluo, Wajaluo hampo. Unajua injili na ubiri mataifa yote na lugha zote. Kwa hivyo Wajaluo nasema unaijua. Inaitwa kwa Wajaluo Watchbear. Habari njema ya milele. Yes. Wakisi unahitaji injili ya kale na kale. 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 Zawamu. Obo museo wa tene na tene. Obo museo wa tene na tene. Wewe unaangalia maneno. Unaona kama unajua. Obo museo wa tene na tene.
Waluya mpo Ni Injili Jefferson. Aha, wamepata nani wa Kikuyu? Wapi? Wa Kikuyu mko? Yes, inaitwaje? Uhoro mwega wa tene na tene. Uhoro mwega wa tene na tene kama nyinyi ni mandugu kasi sawa. Injili ya mapenzi ya milele, tunataka kutathmini neno hili. Neno milele ni neno la Kiswahili, limetumika kama kisifa. Neno ni milele. Neno injili ni jina. Gospel ni nini? Ni jina. Lakini neno milele limetumika kwa sababu kama nini? Kisifa, an adjective. Hii injili inaitwa injili ya nini? Ya milele. Je, kwa nini inaitwa injili ya milele? Kwani kuna injili nyingine ambayo si ya milele? Kuna injili nyingine ambayo si ya milele? Kuna uwezekano kuwa kuna injili nyingine ambayo si ya nini? Ya milele. Kuna hii mapenzi. Ufunuo 14 mstari wa 6. Baada ya Ufunuo 14 mstari wa 6, hakuna ujumbe mwingine katika Ufunuo. Narudia tena. Nilipata msema hakuna ujumbe mwingine baada ya Ufunuo ngapi? 14. Ujumbe ambao uko ndani ya Ufunuo 14 ndio ujumbe wa mwisho. Katika historia ya wokovu, Mungu hana ujumbe mwingine. Na huu ujumbe wa mwisho unaitwa injili ya mapenzi ya milele. Swali ni je, neno milele lina maana gani? Au sio? Neno milele linaashiria wakati. Mara sabani neno nini? Milele linaashiria wakati. Ule ulisema nini? Wewe mwenyewe unasema ni aje? Episoni maanisha nini? Sio hivyo. Kama injili ya milele. Haina mwisho. Ilianza kitambo na inaendelea. Unanipata vizuri? Ya kwamba hii injili ilianza kitambo na inaendelea hadi haina mwisho. Haina mwisho. Tunaweza kujua jinsi ilivyoanza, lakini haina mwisho. Wapesa kaelewa mwisho vizuri? Pia elewa hivi. Hii injili ni ujumbe, baada yake hakuna ujumbe mwingine. Kwa mujibu wa kitabu kipi cha Ufunuo. Swali ni je, kumekuwepo na injili nyingine? Hebu tufasiri neno hili injili ya milele. Kwa mujibu wa waandishi wa Agano la Kale, waliweza kusema ya Mungu ya kwamba Mungu ametupenda kwa upendo wa milele. Yeremia 31 mstari wa 3. Angalia. Mungu ametupenda kwa upendo gani? Wa milele. Injili hii ambayo inahubiriwa mwisho wa historia ni ujumbe wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Upendo wa aina gani? Wa milele. Katika Agano la Kale, waandishi wa Agano la Kale wanaita upendo wa Mungu wa aina gani? Wa milele. Usome. Inasema Yeremia 31:3. Bwana alitokea zamani akisema, nami nimekupenda kwa upendo wa milele. Nami nimekupenda kwa upendo gani? Wa milele. Ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili. Ndio maana nimekuvuta. Kwa nini? Kwa fadhili zangu. Kwa fadhili zangu. Neno fadhili ni neno lingine la neema. Sawa? Neno fadhili ni neno lingine la nini? La neema. Anasema, Mungu anasema nimekupenda kwa upendo wa aina gani? Wa milele. Sasa inaonekana ni zawadi.
undugu kuhubiri. Kuna watu wanasikiliza wengi tu, lakini kuna watu wananiombea wengi tu. Sasa hawa ndio wananiombea, tuwafanyeje? Maombi haya yameshamiri sana. Nafikiri kama tutasema amina wakati gani? Lakini sawa, tutawaambia wanaambia amina tukimaliza. Mungu ametupenda kwa upendo gani? Wa milele. Kumaanisha kwamba pendo la Mungu halikuwa na leo. Mwandishi wa Agano Jipya husema nini? Kwa maana jinsi hii, sikiliza, Mungu alimpenda. Angalia kiambishi, hasemi ataupenda, anasema aliupenda. Kiambishi hii kumaanisha nini? Ni jambo lililotendeka kitambo. Sikilize, jambo kiambishi hii, Mungu aliupenda. Haisemi Mungu atawapenda, haisemi Mungu anakupenda. Mwandishi Yohana anasema Mungu aliupenda, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda nini? Ulimwengu. Ulimwengu maana yake haiwezi kuwa ni miti, magari na nyumba, mali zetu. Ulimwengu hapa ina maana gani? Wewe wanadamu alitumbukia katika dhambi. Mungu aliupenda ulimwengu ambao ni wa wanadamu waliotumbukia katika mapenzi dhambi. Mwandishi anasema hata akamtoa, sivyo? Hebu ni turudi hii hapa, ni lugha tunazungumza. Hebu nisiwajaliwa hata akamtoa kwa kijana na maisha nini? Huyo mtu amesema ndo chiwo. Yes. Kumaanisha kitendo hiki kilitendeka wakati gani? Zamani. Kitendo cha kumtoa mwanae kilitendeka wakati gani? Uliopita. Wakati uliopita. Kitendo cha kupenda ulimwengu kilitendeka wakati gani? Uliopita. Na vile kitendo cha kumtoa mwanawake kilitendeka wakati gani? Uliopita. Hata akamtoa mwanae. Alikuwa na wengi huyo Mungu. Mwanae nini? Pekee. Lugha ya Kiyunani ni monogene. Lugha ya Kiyunani Greek inasema monogene. Nakumbuka ulipoenda form 1, nataka ulienda form 1. Kuna watu walienda form 1? Najua mzee ukienda form 1. Nyaka ya na sulijitwa mono. Ulipokuwa form 1, uliitwa nini? Wangapi waliitwa mono wakienda form 1? Sasa umejua leo neno hilo limetoka wapi? Kwa Greek. Mono, pekee, one. Mono gene. Wakati walifundishwa katika biology kitu kinaitwa genetics. Hata kama ukifika form 4, lakini ukifika form 4 na hiyo ulijifunza kinaitwa nini? Genetics. Genetics ni sayansi ya kuzaa, sio? Gene, mono gene. Menipata sasa, mwana wa pekee. Ili kila hapo kuna uhuru, mwana kule uhuru. Ili kila anasema lazima amini. Inasema nini? Kila amini. Usemi wa kila una maana ya kwamba kila mtu ana ruhusa ya kuamini ama kutoamini. Kila amini. Msingi wa uhuru wa wanadamu unatokana na swala ya kwamba kila amini. Jamani, nazungumza na mtu pale katika huo mstari tupatiwa fununu ya kwamba ni kila amini. Haulazimishi. Injili mtakatifu katika kichwa chake ni kwamba wewe una uhuru
wa kuamini. Mungu kesha mtoa mwana wake tayari. Uamini usiamini, Mungu alipenda alikupenda. Uamini ukubali usikubali, Mungu alifanya nini mapenzi? Alikupenda. Na ukatae ama usikatae, alimtoa mwana wake aliyekufa wapi? Msalabani. Lakini kisa cha wewe kupokea wokovu ni swala la uchaguzi wako na wangu. Jamani, nazungumza na mtu. Jamani, nazungumza na mtu. Dini ya Biblia na Injili ya Yesu hutoa nafasi ya kila mtu asikie, akubali au afanye nini? Akatae. Lakini ukikubali, usamona kazi ya kwamba kila aamie asifanye nini? Asifanye nini mapenzi? Na asipotea anapata nini? Uzima wa aina gani? Wa milele. Jamani, nazungumza na mtu. Jamani, nazungumza na mtu. Kila anayeamini unao uhuru wa kukataa. Unao uhuru wa kutokubali upendo wa nani? Wa Mungu. Unao uhuru wa kukataa kwa Mungu anakupenda. Lakini Injili inasema hivi, kila aaminie hatapotea. Hebu niminie pale kwa kupotea. Maana ya kupotea ni nini? Tushamili pale kidogo. Maana ya kufanya nini? Ya kupotea. Maana ya kupotea ni nini? Mbingu na nchi ni mali ya nani? Yeye ndio muumbaji wa kila kitu. Wewe ni mpangaji katika ardhi hii. Ardhi hii, dunia hii ni ya nani? Ni ya Mungu. Yeye ameruhusu wewe uzaliwe na kuishi. Maisha yako anakupa nafasi ya kukutana na madai ya Injili. Lakini ukubali usikubali, dunia hii ni ya nani? Ni ya Mungu. Wewe ni mpangaji katika dunia yake. Na kwa sababu Mungu alikuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Narudia tena. Mungu alifanya nini? Alikuumba kwa mfano wake na sura yake. Wewe ni mtoto wake. Na nani mzazi asiyempenda mtoto wake? Nisikia mchungaji hapa akieleza kisa. Kwa baba alipenda mwana katika mtumbwi. Mtumbwi. Wakaogelea safari. Lakini mtumbwi ukapata matatizo. Baba akajipa jukumu na kwenda kutafuta mtumbwi mwingine, lakini akamwelekeza mtoto abaki kwa hali fulani, au sio? Na baba alipoenda, mtoto aliamini kile baba amefanya nini? Amemwambia. Na kwa mujibu wa kuamini uelekezo wa babake, mtoto alibaki chali wapi? Majini. Akingojea nani? Babake. Baba alikwenda na baba alifanya nini? Kwa nini baba alikwenda kumpa? Alimpenda nani? Bwana. Mungu wetu, wewe na mimi tuko katika bahari ya dhambi. Na Mungu anatupenda. Mama wangu anasema hivi. Mungu hapendi. Waweza kuita Mungu wetu ni sawa, lakini angependa kumwita baba. Kuonyesha uhusiano alionao kwako na nani? Na kwako. Mungu wetu angependa kuwasiliana na wewe kama nani? Baba. Hebu baba ndio mikono yenu. Mimi ni baba pia. Wamama, hawa baba wanapenda watoto wenu. Mnashuhudia. Unajua sisi kwa tunasikiza hapa na mtu hawapendi na wazazi wao. Wababa wengi hawajafaulu kuonyesha upendo kwa watoto, na Mungu anapoeleza ya kwamba yeye ni baba, watoto hawaelewi. Kwa sababu sura ya upendo aliyotoa baba
ina mashimo kasoro. Sasa nakutuma, nenda geuza uonyeshe upendo wa Baba Mungu wapi? Kwa mtoto wako. Wewe unamilika na kuangazia pendo ambalo Mungu Baba angependa mtoto wako afanye nini? Alihisi. Kwa Mungu Baba, kwa sababu anakupenda, kipenzi chake wewe ni wewe na mimi. Anakupenda sana kiasi kwamba akifikiri kuishi katika mbingu yake milele basi na wewe, inamsumbua. Wapenzi, nataka kumfunua Mungu anayekupenda. Wengine wanafikiria kwamba Mungu wetu ni polisi, askari ambaye amengoja tu ukikosea pili anakugonga, wakati unasahau kitu anakugonga. Tunaye Mungu ambaye ni mzazi. Unanielewa? Nani? Ni mzazi. Ni kazi ya shetani kukumbusha makosa yako, si Mungu. Mungu kazi yake ni kukumbusha kwamba wewe ni mwanangu, ili ikiwa umeamini usifanye hilo penzi, usipotee. Ikiwa utapotea, sio kwa sababu Mungu amekutaka, ni kwa sababu wewe umechagua. Narudia tena, ikiwa utapotea kwa sababu gani? Hujaamini. Lakini kila afanyaye nini? Aaminie atafanya nini? Atapotea. Yesu sema hivi, wale wote ulionipa, Yohana 6:37, wale wote ulionipa huja kwangu, na kwangu ajaye yote sitamtupa kamwe. Ona mstari inasema Yohana 6:37, wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Wote ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Wazee, nilipokuwa umri huu nikija juu katika kanisa la Sabato miaka ile iliyopita, ulikuwa ule wimbo ulikuwa unaimba, sikia asema Yesu. Unakumbuka? Ulikuwa kanisani? Wasema ulikuwa? Kwangu ajaye yote, kwangu ajaye yote, kwangu ajaye yote sita. Unakumbuka huo wimbo? Wakati unaweza kuimba nisikie. Hebu jaribu nisikie. Hata kama sura zetu, sauti zetu zimekaa na chura, lakini unaweza toka, sio? Hebu jaribu nisikie. Tende wasipotee wenye kulemewa na mizigo, wake Yesu aita. Tende kwangu ajaye yote, kwangu ajaye yote, kwangu ajaye yote sitamtupa kamwe. Tende tena, kwangu ajaye yote, kwangu ajaye yote, kwangu ajaye yote sitamtupa kamwe. Viongozi wa wimbo wanajua huo wimbo na uhitaji. So wamesikia walimu wa kwaya ya wapi? Ya Undugu. Umejua huo wimbo nikiutaja hivyo nitauhitaji tena. Siwende kama kwaya mchoke vizuri ili uimbike, kwa sababu utahitajika. Usaidie mtu kuelewa kwamba kwangu ajaye yote sitafanya mapenzi. Sikiliza, mwandishi wa kitabu cha Warumi 5 mstari wa 8
kutupenda. Alifanya nini Mungu huyu? Mungu ambaye anatupenda, Mungu ambaye anatuokoa. Wewe unaishi katika ulimwengu, umetumikia katika dhambi, lakini Mungu alikupenda hata kamtoa mwanawe wa nini? Pekee. Sikiliza wewe, Paulo anataja katika Warumi 5:7 hadi 10. Anasemaje? Inasema mstari wa 8. Andiko linasema bali Mungu aonyesha pendo lake aonyesha nini wapenzi? Pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi. Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu. Kristo alifanya nini? Alikufa kwa ajili yetu. Subiri. Kristo alifanya nini? Ama akakufa. Kitendo hicho kilifanyika wakati gani? Kitambo. Tulipokuwa tungali wenye dhambi. Tulipokuwa nini? Tungali nini? Wenye dhambi. Hakutufilia wakati tumetenda matendo mazuri. Sikiliza mpenzi, dini ya Biblia haifundishi uje kanisani wakati uko sawa. Nazungumza na mtu jamani, watenda dhambi ndio wanahitajika wapi? Kanisani. Wangapi watenda dhambi jawa? Na hiyo ndio sababu tuko wapi? Hapa kanisani. Lakini habari leo hizi ya kwamba wakati tulikuwa wapi? Ndani ya nini? Ya dhambi. Nani alifanya nini? Yesu alitusudia akionyesha pendo la nani? La Baba. Ndio tulio nafikiri Yesu mzuri sana. Yesu huyu mzuri sana. Lakini Baba hana hiyo ni mkali. Sikiliza, Mungu alimtoa mwana wake kwa sababu gani? Alipenda wewe na nani? Na mimi. Maliza. Mstari wa 9. Basi zaidi sana tukisha hesabiwa haki. Sikiliza, tukisha ni mapenzi hesabiwa haki. Maana yake ni nini? Hilo ni neno la kisheria. That's a forensic term, a legal term. Kuhesabiwa haki maana yake ni hii. Sote tunainua mikono hapa tukisema sisi ni nini? Mwenye dhambi. Lakini kila anayeamini naye Yesu, Mungu Baba akikutazama hakuoni wewe kama nani? Mwenye hatia, hauna dhambi. Anaona nani? Mwanake Yesu Kristo. Baada ya kuona wewe, anaona nani? Yesu Kristo. Yesu mtenda dhambi? La hasha. Wewe unahesabiwa hauna nini wapenzi? Dhambi. Hata mna jamani? Kwa nini nasisitiza jambo hili? Mara nyingi Wakristo wa Sabato hawana matumaini katika maisha yao ya Kristo. Wanauoga Wakristo wa Sabato kwa sababu wanaambiwa ya kwamba kuna hukumu mbele yao. Wao wanahisi kwamba kama kuna hukumu mimi nitaweza kweli? Mimi sitaweza. Na wewe unajua leo asubuhi umegombana na mtu wako. Hata kama mpaka kanisani. Kwenda basi kweli. Watoto wamekasirisha. Kwenda basi kweli. Kule kazini na majirani mmekosana. Kwenda basi kweli. Kwa hiyo tunasema kama Mungu atasikia akipenda basi mimi atiwe anafanya. Mimi ndio. Nilikuta kumwambia mtu, kuna mtu ameamini Yesu Kristo ndani. Kuna watu wameamini Yesu Kristo. Iko mkono. Sababu kanisani ni kwa sababu umemwamini nani? Na kama haujaamini nitakupa nafasi leo. Nazungumza na mtu yeyote anayeamini Mungu Baba akikuangalia anaona nani? Yesu Kristo. Hakuoni tena. Wewe uko huru. Wewe hauna hatia. Wewe unahesabiwa haki ya nani? Yesu Kristo. Nazungumza na nani? Kitendo hicho sio kama kitafanyika. Kitendo hicho kilifanyika kitambo.
ya Yesu. Unajua nahisi kama nimalizie pale, niachie pale. Hiyo ni ya kutosha ama niongeze kidogo ili uelewe vizuri? Basi wewe maliza. 9. Basi zaidi sana tukisha kuhesabiwa haki, tutakapohesabiwa haki yaani tukisha kama vile nimepeleka wapi kitabu maliza katika damu yake, katika nini? Damu ya Yesu mwagika lini msalabani? tukaokolewa. Wapi damu ya Yesu ilimwagika msalabani? Golgotha, Calvary. Nakumbuka miaka 2000 iliyopita, mzee wangu, wewe hujazaliwa, Mungu tayari alikutazaliwa na akakupenda na akamtoa mwana wake kwenye mapenzi akuokoe. Wewe ukahesabiwa haki kabla haujazaliwa. Wewe msamaha. Maliza. Inaendelea nasema tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Tutaokolewa kwa ghadhabu. Kwa nani? Kwa yeye. Mungu hapendi dhambi. Hasira yake ni dhidi ya nini? Ya dhambi. Na hiyo hasira alimwaga kwa mtoto wake. Anaitwa nani? Yesu. Yesu alipokufa msalabani ilikuwa kwa sababu ya hasira za nani? Za wabaya. Dhambi za wanadamu wote zilizofanywa zitowekwa juu ya nani? Ya Yesu. Ili wewe uhesabiwe ni mapenzi, haki na uwe huru. Nazungumza na mtu nani? Ndio. Wangapi wanashukuru Mungu kwa hicho? Kama ingekuwa ya kwamba unalipia wokovu huu, ungelipia pesa ngapi? Unazo pesa za kulipia wokovu huu? Kama ingekuwa ya kwamba utende matendo fulani ufidie wokovu, kuna mtu anaweza? Tumeokolewa kwa neema. Ni kitendo cha nani? Ya Yesu. Changu kupita kwa Yesu. Sikia anawaita Yesu, wakosaji wasipotee, wenye kulemewa na mizigo. Ingiza roho kidogo na kitunguu. Kwake Yesu aita. Wangu ajaye yote, wangu ajaye yote, wangu ajaye yote, sitamtupa kamwe. Kuna mtu kijana anasema, mchungaji, kama ni hivyo nilikuwa nafikiria tu nilikuwa kwenye dini. But I want that salvation right now. Nataka leo hii nitambue ya kwamba kama ni hivyo, basi mimi ni mmoja wa wale ambao wamekuja kwa Yesu na nimehesabiwa nini? I'm free in who? Tuongoze katika wimbo. Imeni wote sasa tutakuwa kwaya kanisa. Tunamaliza. Tunapomwimba huo wimbo, you have the opportunity. Kila aaminie aweza kuwa ni wewe umeketi hapa. Kila aaminie aweza kuwa wewe mzee umeketi hapa. Kwa maana haukuwa na habari, unafikiria kama ni matendo fulani unahitaji kutenda. La hasha. Ni kwa neema tumefanya mapenzi. Sikia anawaita Yesu, wakosaji wasipotee, wenye kulemewa na mizigo, kwake Yesu aita. Kuna mmoja hapo sasa, wangu ajaye yote, wangu ajaye yote. Kuna mmoja, wangu ajaye yote.
Tumalize. Wangu acha yeyote. Come on, unakuja. Wangu acha yeyote. Wangu acha yeyote. Sitamtu. One more time, the refrain. Wangu acha yeyote. Twende. Wangu acha yeyote. Wangu acha yeyote. Wangu acha yeyote. Sitamtupa kamwe. Lord Jesus, that's all I can do this afternoon as you place your word upon my heart. Have seat as well as your spirit will preach. Somebody here who has heard this counsel. And I just ask with humility, Lord, that you may touch them. Cause them to find this conviction. Thank you for those who have heard for the first time what this is all about. We're going to make those decisions going forward. As we close this year 2025, let's close it strong in the gospel narrative. We bless you, Lord, for the gift of your Son on the cross. We thank you for his blood. We thank you for your love. We praise you this afternoon, Lord. Bless this church. Bless every family, the young and the old, those who are struggling with uncertainty about their salvation experience. Open up their hearts to receive the beauty of your gospel this afternoon. Thank you for the gift of forgiveness. Thank you for its power. Bless your name, yes. In Jesus' name, and all the church say, Amen.